nilikuwa naimba group moja na Roza Mwando. Sasa Roza Mwando akatoka Kanjurune moja akakutanisha Bahati Bukuku. Ndio. Akamuuliza, "Unakwenda wapi?" Sasa Bahati Bukuku akamwambia, "Naenda mbinguni." Sasa Roza Mwando kalikuwa kapumbafu. Kanapenda vitu vya kufuatilia. Kakakamata sakoshi na eko kanaanza enda. Sasa kalifika mjia kakakutanisha shetani. Kakamwambia, "Nipite, uliwadanganya Adamu na Eva." Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, vijana na wazee, ni Tekefa OG kutoka ADY TV. Leo katika meza letu la vipaji na elimu vya mtaani kwetu, basi ninaye mwalikwa wetu ambaye alipata aliko na akajisikia kuja kuonana na sisi. Na mambo manne tu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na mwisho udondoshe comment ili kwamba tusikie maoni yako namna gani. Basi twende kazi. Bwana, karibu sana kwetu. Asante sana bro. Tunakupenda sana. Okay. Bwana, mimi kuna kazi yako ambayo nimeifurahia sana na ile kazi imenifanya nikualike leo kwenye ADY TV. Sawa, hamna noma, yani fresh tu. Ladies and gentlemen, mwamba hapa kama jinsi unavyomuona, tumefanya naye kwenye movie ya mapacha, pacha waliopoteana. So kuna kitu ambacho nilikiona, sijui kama ulikiona, basi tutaenda kuanza mimi na wewe hatua kwa hatua ili kwamba uende kumjua kiundani zaidi. Bwana, kwenye ile movie ambayo tulifanya nayo pamoja, na ni sababu kubwa ambayo inisababisha tukualike hapa kwenye ADY TV. Tuseme kwamba mapacha waliopotea, ile sehemu ambapo mimi natoka kule kijijini naelekea mjini. Sasa pale kuna maneno ambayo uliyazungumuza, kuna sauti ambayo uliitumia. Mimi nikaona moja kwa moja kwamba wewe ni mtu wa comedy, au sio? Yani kama jinsi ulivyoona kwenye ile movie, mimi ni mtu wa comedy, lakini nikwambie kwamba kwenye ile kazi sikufanya kitu kama mimi. Ndio nilivyoangalia nikaona yani ilikuwa kama ni mjaza form tu, yani sina chochote ambacho nilichokifanya pale. Ndio, labda turudi kwamba mimi nakujua kwa jina la Buka. Buka. Okay. Na sijui kama hili jina ndio ambao unalitumia kwenye comedy ama inakuwa la mtaani tu comedy pia una lingine ambao unalitumia? Unajua toka nyumbani sehemu zozote watu wananijua kama ni Buka Boy. Yani sina jina lingine ambalo nimechange, sijui kama kwenye comedy napeleka hili ama kwenye nini. Yani ni Buka Boy, jina la biashara linaenda fresh. Kwa hiyo jina la Buka ni jina la tangia nyumbani na pia kwenye kazi ambao unatumia hili. Tumeenda nalo. Asante. Kabla tujaendelea ni ulipande nijue Buka inamaanisha nini? Okay, sawa. Unajua Buka ndiyo, kama kila mtu anavyosikia, ni lugha fulani ya Kikongo hivi kama unajua. Ndiyo. Wao wanaita Lingala. Ndiyo. Buka kamata yeah. Kutia boy ni Kiingereza, sasa boy ni vijana. Yani mimi nalipeleka mara moja kwamba nashika vijana wenye uvivu. Unaona kuna wengi ambao wanakuja kwenye kazi zetu za sanaa unakuta hawana muda. Ndiyo. Wavivu sana. Sasa mimi ndo kiboko yao kwa kuwakamata. Ladies and gentlemen, wapenzi wa ADY TV, kama jinsi mmesikia bwana Buka amemalizia jina lake, anaitwa Buka Boy. Buka ni Lingala, yani mkamate ama mshike ama mkamate hivyo. Boy ni kijana, kwa hiyo jina lake maana yake ni mzee wa kunyoosha vijana wale ambao wanakuja chezea sehemu za mazoezi kwenye mengine mengi sana. So jina lake maana limebeba ujumbe mkubwa ya kwamba yeye ndo anakuja kunyoosha wale ambao wanaleta nyongo kwenye talent ya igizo. So wapenzi wetu wa ADY TV wangalitamani wajue, yani mpaka ifikie unachekesha watu, kwa sababu nimekutana pia na contact zako nyingi TikTok na Facebook pia. Sema kwamba mpaka ujikuta unachekesha watu, yani mpaka watu ujikuta wanacheka, inakutokeaga aje au unafikiri yani mpaka mtu acheke, wewe unafanya aje? Unajua kusema mtu acheke ni kitu ambacho kwanza wewe unakifanya utumaini kama atacheka. Kwa sababu ni kitu ambacho wakikuona tu wanakumbuka zile kazi ambazo unazifanya bro, kucheka. Yani wakishaanza kucheka pale ndo tunapata vitu kutoka kichwani, kwa sababu kipaji kipo. Tukiongea tu mara moja kila mtu ameshaanza. Au labda tuseme kwamba kwa kule nyumbani ni mambo ambayo mnakuaga labda mmeandaa, nitachekesha hichi. Unajua mimi niambie tu mashabiki kitu kimoja. Ndiyo. Buka kama Buka mimi sitokagi nyumbani nimeipanga comedy. Ndiyo. Hata ukiniita kwenye show yako, usitegemee kwamba nitafanya mazoezi. Mimi nakuja tu direct. Unafanya kazi. Nafanya kazi.
Yani na imani ukiniona nikianza kuongea utacheka tu. Sema nini? Kuna bwana mmoja hapa ambaye anaitwa Misondo udogo pia ametoka kidogo, sema hivi sasa nimesikia kama misafiri. Na ule jamaa ana sauti ambao anaitumia. Na kwenye ile mapacha waliopotea na kwenye TikTok zako, Facebook pia nimekutanisha kwamba pia una sauti yako ambao unaitumia. Nimekuja kujigundua kwamba watu wa comedy, kwa nini mnakuaga na sauti zenu tofauti na ambazo mko nazo kawaida, kama vile sisi ambao tunafanya serious hii hapa pengine, yani tofauti nyinyi watu wa comedy mnatumia zingine sauti why? Okay fresh. Unajua kama vile msanii, kuna msanii ambaye anaitwa Fanderedi. Ndio. Ukikutana naye kwenye kipindi unajiuliza yule jamaa anafoka sana. Ni sauti yake ya kazi. Na sisi wana comedy tunafanya comedy kwa kutengeneza sauti yetu. Ndio. Watu zoe watu kwa ile sauti tofauti na ambayo tunayo. Kwa sababu kuna muondoko fulani nikiwa naongea ile sauti ya comedy hata nyumbani kila mtu atasema kwamba mimi ni kizi fulani. Lakini ikiwa iwe kwenye kazi. Yaani ikiwa kwenye kazi ndio unaitumia. Ikiwa kwenye kazi mimi naitumia. Nikiwa nyumbani niko serious kabisa na hautojiambia. Wow, basi wapenzi wa Edwai TV, kama jinsi unavyomsikia bwana Buka anaelezea ukweli kuhusu watu wa comedy, ya kwamba kila mwana comedy mara nyingi huwa anakuwa na sauti yake ambayo anakaa naitumia. Mfano ukiangalia bwana Misondo, Buka Boy hapa na wale wengine wote watu wa comedy huwa kabisa wana sauti zao ambazo wamezitumia. Ukiangalia hata Clamvevo gisa aliigiza wakati wa comedy na kwenye Big Boss Series ama Joka la Kijiji, yani aliigiza kwenye sauti mbili ambazo ziko tofauti. Ni kwamba watu wa comedy wanakuwa wanatumia hizi sauti, ni kwanza kitu kimoja ndio inatengeneza vibe yao, na kitu cha pili ni kwamba wanatumia hizi sauti tofauti na nyumbani, kwa sababu ile inakuwa ni sauti ya kazi na ile ya kule inakuwa ni sauti ya nyumbani. Kwa sababu sauti ya kazi akiingiza nyumbani ataonekana kama vile kama mwehu fulani, kutokana na gisi na nukujisi bwana Buka Boy ametoka kueleza hapa. So bwana, wapenzi wa Edwai TV wangetamani wasikie ile sauti. Wana pale wanaambia bwana Kefa sijui kama kama unasema yani kwenye ile kazi kama vile mjaza form na zikufanya kitu chochote. Natamani kuisikia sauti yangu ipo kwa sababu ni ya kazi na niko kazini. Wow. Ladies and gentlemen, basi nikutake tu utulie bwana, usikie bwana Buka. So welcome. Sawa hakuna problem. Sauti ya mapa mwenye nambiaka watu wase chati kidogo. Leo ze chati manake leo niko naye hapa. Sasa nilikuwa nataka nikuambie huyu hapa nani Kefa anajua kama mimi nilikuwa kama mwimbaji. Lakini nilishakaacha kuimba. Wow. Mbele ilitokea yako unaijua? Hapana. Sasa nilikuwa naimba group moja na Roza Mwando. Sasa Roza Mwando akatoka kajurune moja akakutanisha Bahati Bukuku. Ndio. Akamuuliza, "Unakwenda wapi?" Sasa Bahati Bukuku akamwambia, "Naenda mbinguni." Sasa Roza Mwando kalikuwa kapumbafu. Kanapenda vitu vya kufuatilia. Kakakamata sakoshi na eko kanaanza enda. Sasa kalifika mjia kakakutanisha shetani. Kakamwambia, "Nipite, uliwadanganya Adamu na Eva." Shetani kakaenda mbele. Roza Mwando akaenda. Ndio. Sasa alifika mbele karisha choka. Kakaona Yesu, kakaanza kujifanyisha. Ni bebe. Yesu akakasikilia huruma, akakatia kumugonga. Sasa kale Roza Mwando kalikuwa kapumbafu sana papa Kefa. Ndio. Kalikuwa conductrice ketu kale. Kakaanza sema, "Usinione mimi nacheza nimeramba utamu wa Yesu we." Yesu akasema, "Angalia kakapumbafu." Basi. Bwana Buka Boy natosha. Ladies and gentlemen, bwana mimi hapa mbavu sina. So kama kisi nimekwambia mwanzo, usahau kusubscribe, kulike, kushare na mwisho yote dondosha comment hapo tutemee katika maoni yako. Na kama jinsi umesikia bwana Buka, bwana wewe unatisha sana. Niseme kwanza kwamba talent yako iko juu. Kwa sababu kwanza kitu kimoja mimi nimependa kitu kimoja, haujakopi sauti ya mtu. Kwa sababu kuna watu wengine wa comedy wanajikutanisha amekopi kabisa. Yaani anafanya kwa sauti ya mtu mwingine. Mfano tuliona Jackson wakati alifanya na ule jamaa wa Uvira, nani huyu kama Toi, ule jamaa alipasa. Amefanya na Pilipili. Wakati Pilipili alitoka huko anafika Uvira, Pilipili akaiga ule mfumo wa nani wa Jackson. Sasa mimi kwako nimegundua kwamba wewe sauti kabisa haujakopi kwa mtu. Na vipi kwamba baada ya hii kazi ambayo umeifanya ya mapacha waliopotea, tuseme labda ndo kazi yako ya kwanza kuifanya au labda kuna kazi nyingine nyingi ambazo ushawahi kuzifanya?
unajua niambie watu kwamba mimi sio ndo kazi yangu ya kwanza naifanya. Yeah. Unajua mimi nimefanya kazi nyingi sana kwa sababu nimeanza kitambo. Ndiyo. Na kuna wasanii wengi wa comedy ambao wamekuja nyuma. Ndiyo. Na ni wengi ambao ni machubikwizi. Sasa mimi nina kazi kama 4 au 5 ambazo nimefanya ndani comedy, na kuna kazi zingine ambazo nimefanya serious. Yeah. Unaona? Yani sio hiyo tu, na kuna kazi zingine zinatengenezewa nimefanya comedy mle, yani watu wakiangalia pale ndo watavunjika sana. Yeah. Kwa hiyo tuambie tu wapenzi watazamaji wa Dway TV kwamba wakae mkao wa kula, kuna sehemu zingine ambao umefanya comedy zaidi ya hii ambayo umeifanya hapa. Unajua kwenye hii comedy yako nimesikia historia mara uliwahi kuimba na Rosa Mwando. Ya kwamba yani Rosa Mwando alikuwa anasimamia kwaya yenu brother. Kwenye hii story ni kitu ambacho tu ukipenda tumalizie kwa sababu yeah. Nilijua kisa kuimba gospel kwa Rosa Mwando. Brother, usijui ungefanyaje kwa sababu Rosa Mwando kwa mwisho ndio sio anavyomwambia wewe tulia kakaendelea, yani tantarira zake. Yesu akamwambia subiri, akapiga chini. Akamwambia Yesu eti ndivyo ulivyo. Nilivyogundua sasa kumbe ndivyo alivyo. Kupelekea ujinga unapigwa chini, kumbe kwaya ni yake. Naonaje baba? Guys. No, bwana. Kama jinsi umesikia bwana Buka sababu yeye kutoka kwenye gospel. So bwana, mimi nimependa talent yako sana. Nimependa sana. Na hizo kazi 4 labda watazamaji wangependa kuzijua zilikuwa ni jina gani? Na labda zilipostiwa au ziliishia kwenye maflash hivyo sijui. Unajua kipindi hicho tulikuwa tunafanya kazi kwenye bendi za watu. Ndiyo. Yaani tulikuwa tunafunzwa kazi. Tena ilikuwa ni kipindi cha zamani sana. So ilikuwa mwaka wa 2016 hivi. Yeah, so kitambo sana. Kipindi kusema watu tulikuwa tumeshashobokea sijui YouTube. Ndiyo. Yaani tulikuwa tunaona kama watu wakubwa sana ambao wana mitandao kama hiyo. Yeah. Yaani mimi sio nikaelewa movie zile zilipelekwa sehemu gani, lakini nilikumbuka tu tulifurahisha mtaa na kila mtu alifurahi na akacheka na tukapata jina kutokea hapo. Basi ladies and gentlemen, kama jinsi umsikia bwana Buka Boy anavyozungumza ya kwamba ameanza wapi, why, kwa nini, jinsi gani anavyochekesha, ni kwamba yeye huwa hakuji kwanza ameandika nitachekesha, yani kama hicho ambacho amekifanya hapa. Kwa hiyo hicho ambacho amekifanya hapa ni surprise tu, imekutokea kama jinsi tumekuambia hapa. Kama kawa. Nilikuwa natamani kama Dway TV inaweza kufanya kitu cha kuchekeshaji. Watu tunachekesha watu. Ni hatari sana. Ladies and gentlemen, kama jinsi mmesikia bwana Buka anasema ifikie wakati hapo kwenye Dway TV tuongeze vipindi. Yaani wewe vipindi vya wachekeshaji. Mwe mnavunja watu mbavu. Basi asante bwana Buka Boy. Tuseme kwamba kazi zako zipo nyingi ambazo ushazifanya na natumai hutorudi nyuma. Kutoka talent ambayo nimeiona, natamani wapenzi wa Dway TV waione zaidi na zaidi hapa kwetu Remgay. Na labda la mwisho kwamba anwani yako vipi, ikoaje, na wakitaka kuendelea kuona kazi zako labda Instagram, TikTok, Facebook, wapi kama jinsi mimi nimeziona. So sijui kama naona unaweza kuambia ni kwenye ile jina la Buka Boy ama aje. Kama watu wanataka kuona kazi zangu, ndio inabidi watembelee YouTube, wanaandika Buka Boy. Ndio. Wakitembelea TikTok Buka Boy wanajisaidia sana, wanaweka 2 herufi, unaona? Ndio, yani Buka Boy afu 2 mwisho. 2 mwisho. Yeah. Yani wakienda Instagram wanaandika Buka Boy watanipata. Ndio. Facebook hivyo Buka Boy. Basi wapenzi wa Dway TV, kama jinsi mmemsikia bwana Buka Boy, ukitaka kuona vitu vyake anavyochekesha watu, anavyopana hizo stories zake za kina Rosa Mwando, nimebomoka hapa wewe acha tu. So ukitaka kufuatilia kazi zake Instagram, TikTok na YouTube basi na Facebook andika tu Buka Boy, ila usisahau kwamba TikTok amesema mwisho wa Buka Boy unaongeza herufi 2, yani unaongeza 2 mwisho Buka Boy afu herufi 2 unaongeza pale mwisho na utaona mambo yake zaidi na zaidi sana tu. Na la mwisho bwana, tukushukuru kwa ajili ya leo, kwa ujio wako, kwa jinsi umesikia aliko yetu na ukajisikia kabisa kufika kwenye meza la uhariri. Na labda mwisho kabisa, mashabiki zako nawaambia nini na mashabiki zetu pia? Okay, nawaambia mashabiki yani waache vitu, kwa sababu kuna kitu ambacho nimekiangalia. Ndio. Kama TikTok. Yeah. Wakiandika Buka Boy wanataka waangalie
uangalie profile. Yeah. Yaani vitu kama hivyo haviache, unaona. Yaani wakiona tu kama kazi imeingia. Ndio. Vizuri sisi tujisikie kwamba tunafanyia watu kazi. Sio kwa sababu tumefanya kazi wanatafuta ni mpaka kefa, mpaka nani. Tafuta kipaji. Ndio. Hapana kutafuta jina ambalo halitengenezi kitu. Kuna watu wengine walitengeneza jina kwa kuiba tu. Ndio. Sababu ana jina kwa kuiba ndio unaenda kuwatafuta na mtandaoni unatafuta kwenye kipaji, sio. Mimi nataka kuambia kwamba tafuta kipaji. Ndio. Sababu ukitafuta Buka Boy umetafuta kipaji cha kuchekesha na ni lazima tu ucheke. Ndio. Unaona? Pale sehemu ambapo ulikuwa na majonzi ni lazima tu ucheke. Yaani ni oda kucheka. Ni oda tu kucheka kwa sababu tumeombiwa tu kuchekesha. Ndio. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nataka niseme kwamba wajitahidi sana kwa sababu wanavyoangalia kazi zetu wao wanaishia tu ni kuona. Unaona? Wanaishia ni kuona. Lakini kusema kwamba wazipende zile kazi wapige share. Ndio. Unaweza kukutanisha watu kama 300 wameona. Lakini njoo uangalie sasa sehemu ambapo walipenda zile kazi ni mtu mmoja ama 3 hivi. Yaani wanakuwa na wafelisha. Ndio wanatufelisha. Mimi ningewaambia wajitahidi sana watu support na TV yetu kwa sababu jitahidi kututoa chini. Tunaenda. Asante sana. Asante ladies and gentlemen, kama jinsi mmesikia bwana Buka Boy ameonya, amesema ya kwamba usifuatilie mtu kwa sababu umemsikia tu yupo mtaani. Fuatilia kazi zake, ukiona zinakufurahisha basi una subscribe, una like, una share na mwisho unadondosha comment. Kama jinsi unatufuatilia kwenye Duai TV basi usikose kusubscribe, kulike, kushare na kudondosha comment. Niite Kefa OG, baba la baba, Big Daddy kutoka Empower and Develop Young People with Head Talent. Sina la ziada kwa leo. Tukutane kesho.